Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kama ilivyo ada na kawaida, wanafunzi wenzangu, tunaingia tena darasani kwa mara nyingine tena, kwa siku nyingine tena, na bila shaka ni kwenda kuangazia darasa letu ambalo limekuwa la chemistry ya namba, hasa katika kipengele cha namna gani chemistry ya namba ina nafasi bora ya kutengeneza maradhi, lakini pia namna gani pia chemistry ya namba inaweza kuleta ponyo au kurejesha afya kwa huyu mwanadamu ambaye yeye amekwisha zongwa na maradhi kwa wakati mwingi. Tukaona darasa la kwanza mambo ya kuzingatia na namba ambazo ni maalumu kwa namba hizo zinaweza kwanza kuandaa, lakini pia kurahisisha. Tatu, pia kufanya sasa kuweza kuondosha yale maradhi. Lakini pia je, swali la msingi liko hapa, ni namba gani ambazo ni maalumu kwa ajili ya kutengeneza maradhi, lakini pia ni namba gani ambazo ni maalumu kwa ajili ya kuleta ponyo ama shifa kwa huyu ambaye aliyosumbuka na maradhi kwa wakati mrefu ama kwa muda mrefu sana. Lakini pia je, ni jina gani ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linaweza likatawalia afya yako wewe ukaweza katika hali iliyokuwa nzuri. Lakini pia namna gani kupitia namba hizi maradhi yanaweza yakashamiri na yakatengeneza makazi katika mwili ya huyu mwanadamu ambaye kwa muda mrefu amekuwa kiripoti maumivu ya aina mbalimbali, maradhi ya aina mbalimbali. Lakini pia tafiti na jitihada zifanyika za aina mbalimbali, jitihada za kuweza kupatikana kwa afya hazijafikiwa. Nini kinatakiwa kifanyike? Bila shaka ninaye Dr. Saidna Sheikh Sufudian Al-Ghazali, tutakwenda kuungana naye hivi punde akatujuza namna gani chemistry ya namba, namna ilivyo inaweza kuwa na nafasi bora sana, kwanza ya kukujulisha maradhi, pili ya kukujulisha ponyo mahala ilipo na namna ambavyo ya kuzitumia. Muda huu ni salama, kisha baada hapo tukalianze darasa letu rasmi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Dr. Saidna Sheikh Sufudian Al-Ghazali, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, yu hali gani daktari? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa ta'ala, na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Basi kama ilivyo ada na kaida, wanafunzi wenzangu ambao tuko hapa na wale ambao tufuatilia katika mitandao ya aina mbalimbali, mimi ni kualike rasmi, tunakwenda kuangazia chemistry ya namba katika kipengele kizima cha maradhi na ponyo. Lakini tuliona kwamba darasa lililopita kwamba kuna namba ambazo kazi yake ni kuondoa maumivu tu katika mwili wa huyu mwanadamu ambaye ni mgonjwa, lakini pia zipo namba ambazo zinarahisisha tu kuweza kutibika kwa yale maradhi. Lakini sasa leo tunataka tukatazame, je, ni namba gani ambazo ni maalumu kabisa, ambazo hizo zimejengwa katika misingi ya kutengeneza maradhi tu, lakini pia ni namba gani ambazo ni maalumu kabisa, zimetengenezwa kwa ajili ya ponyo tu mwanadamu awe katika afya iliyokuwa bora kabisa. Dr. Saidna Sheikh Sufudian Al-Ghazali, ya Allah ya Allah, katika darasa letu, katika ubao wetu, na tutazama katika kipindi kilichopita namna ambavyo hizi chemistry ya namba inavyoweza kwanza kuandaa, kuondoa maumivu, lakini pia kurahisisha mwanadamu ambaye aliyokumbwa na janga la maradhi ili yaweze kumuondoka. Swali la msingi liko hapa, ni namna gani zinaweza kutumika hizi chemistry ya namba katika kurejesha afya kwa yule aliyotoweka, lakini pia namna gani pia hizi chemistry ya namba zimekuwa ni kikwazo kwa afya kwa watu wengi ambao dunia hii sasa wanahangaika na kupatikana kwa natija ya matibabu wanayoyafanya imekuwa ni kipengele. Nini kifanyike? Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ya Allah, pamoja na ndugu zangu ambao tunakwenda sambamba katika darasa hili mlio hapa na hata wale ambao wanaotufuatilia kupitia katika mtandao. Naam. Somo hili ni somo zito mno.
Mmoja anasema idha suilta bima jahilta fala takun mutasari'an mutahadhiqan bijawab. Al-ilmu bahrun la nafadha limaihi kam qala la adri ulul albab. La ilma indi laysa aiban qawluha al-aibu an yufta bighairi sawabin. Haya ni maneno wamesema mabwana wakubwa. Wanasema unapoulizwa jambo usiwe haraka haraka kuropoka. Ile ni sihiri, usiwe haraka haraka hivyo. Kwa nini? Kwa sababu al-ilmu bahrun, kwa maana ilmu namna alivyoijalia Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na namna unavyoona maji ya bahari na kina chake. Ndio namna alivyojalia Allah subhanahu wa ta'ala. Tena bahari yenyewe la nafadha limaihi, hakuna yoyote ambaye anaweza kumaliza maji yote ya baharini. Hayupo mtu wa namna hiyo. Ukiona mtu anakuambia ile ni sihiri, basi jua kabisa hilo ni jitu ambalo katika bahari ya ilmu halimo kabisa. Ndio maana linasema ile ni sihiri. Sawa? Kwa hiyo al-ilmu bahrun la nafadha limaihi kam qala la adri. Ni mara ngapi tunaona mtu anasema fani hii mimi sijui. Lakini ukimtazama watu hao wanaosema maneno hayo, ulul albab ni watu wenye akili sawa sawa, wenye ilmu nyingi. Lakini anakuambia kwa fani hii kwa kweli mimi sina, nahitaji kupiga goti ili niipate fani hiyo. Sio kukosoa kosoa tu, yani kutia kasoro kwa sababu tu wewe fani hiyo huna. Mtu mwenye akili sawa sawa ni yule ambaye anasema kwa kweli hii fani mimi sina, ngoja nitafute kwa wenye fani hiyo. Huyo ni mtu mwenye akili sawa sawa. Ndio anasema ilmu ni bahar, hakuna yoyote ambaye anaweza kunywa maji ya bahari akamaliza. Kwa sababu gani? Kam qala la adri ulul albab. Mara ngapi wanasema mimi sijui. Wale watu ukiwatazama unaona wana maarifa makubwa sana. Lakini kisha wanasemaje? Wanasema la ilma indi laysa aiba qawluha. Kusema jamani mimi sina ilmu sio aibu. Al-aibu an yufta bighairi sawabin. Aibu ni ile kuchukua kitu na kitolea mishipa ya shingo alafu upatii na kitu chenye ukijui. Unatoa mishipa ya shingo, ni sihiri ile. Alafu watu wenye taaluma wakikaa wakasikiza kwamba haya ndio nasema uchawi. Wallahi hao watu wanabakia kucheka tu na kusema huyu jamaa yuko mbali na ilmu kiasi hiki. Yani alaka ya hii ilmu na sihiri, yani mahusiano ya ilmu hii na uchawi wapi na wapi? Baina al-mashriqi wal-maghrib. Uchawi ni vitu vichafu vichafu vyenye najisi vinavyodhuru watu. Ndio maana uchawi unavyokuwa siku zote. Uchawi unakuwa hivi kweli? Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa kuna watu wanaumwa na maradhi yao wamekwenda katika maeneo mbalimbali kufanyiwa ilaji. Na wakati mwingine wamewaita watu mbalimbali, matabibu mbalimbali, wakaenda pale walipo wao kwa lengo la kufanyiwa ilaji. Lakini matibabu yakawa bado ni shida. Sasa leo tunataka tutoe darsa kuwaelekeza ndugu zangu walio hapa na wale walio mbali huko wanaotufuatilia ni namna gani wanaweza kutibu wagonjwa wao. Kwa sababu chemistry ya namba ndio inakwambia kabisa, kwa maana energy namna ilipokaa inatakiwa uipige hapa hapa na pale, mtu anapata afya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Tunasema alaqatu raqmi bil maradi, kwa maana mahusiano ya namba na maradhi. Yani namba zinahusiana na maradhi na maradhi nayo yanahusiana na namba. Jana tulitoa mfano hapa, tukasema ukienda hospitalini ukafanyiwa tafhis, vipimo, ukaambiwa una malaria wadudu wangapi? Watatu. Hao watatu ndio wamekufanya wewe ufanyeje? Uumwe. Kwa hiyo namba na maradhi ni vitu vina alaka, vina mahusiano. Leo ukimwambia mtu ambaye ana tatizo la figo, utasikia unaambiwa figo lako limeshuka kwa 15%. Ni namba sio namba hizo? Namba. Kuna mahusiano baina ya maradhi na nini? Na namba. Na namba. Kwa hiyo ukimwona mtu anasema ule ni uchawi, ule ni ushirikina, wallahi lirehemu jitu hilo limesha jifia, halina linachojua. Hao ndo wale asairuna
niyam, watu ambao wanaotembea hali ya kuwa wapo katika kiza cha usingizi, wamelala. Yani ukiliona tu jitu uchawi ule, jua liko usingizini hilo, basi utapata tabu sana kuliamsha hilo jitu la namna hiyo. Semeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kimaarifa, ukiwasoma mabwana wakubwa kina Ahmadul Buni, mmoja anasema yani huyo ndo mchawi mkubwa. Ya subhanallah, ya subhanallah. Haya, mwamba huyo anasema yu'taqadu anna takrara arqamin muayyanatin au hisabi raqmi al-khassa بالاسم والتاريخ الميلادي يمكن أن يكشف على الطلسم مبرمجة تؤثر على الصحة، حيث يمكن لبعض الأرقام أن ترتبط بأمراض معينة. Haya ni maneno ya watu wenye ilmu kubwa wewe mzee. Kwa hiyo wewe kama ukiwa na ilmu ndogo, tulia, watu wakupe mambo makubwa. Mwamba huyo anasema yu'taqadu, imefahamika, anna takrara arqamin muayyana, tukio la kujirejea rejea namba maalum zinazojulikana, au hisabi raqmi al-khaswi, au hisabu za namba maalum kabisa, maana kuna namba na kuna namba maalum. Tunaelewana vizuri? Au hisabu za namba maalum zinapojirejea rejea hizo namba bil ismi, kwa kupatikana jina la mtu huyo aliye na maradhi, wa tarikhi almiladi, na tarehe yake ya kuzaliwa. Yumkin, hivi vitu vinawezekana, an yukshifa au an yakshifa mtalsami mubarmaja, inawezekana kabisa namba ya jina la mtu na namba ya tarehe ya kuzaliwa kwake, hivi vinawezekana kabisa kumuonyesha huyu mtu nini? Mchoro maalum, mchoro ambao bila shaka tuathiru ala siha, ambao unaweza kuleta athari katika afya. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Yani kuna michoro maalum inakwambia afya hapa ipo, kuna michoro maalum inakwambia afya inapatikana kwa utaratibu huu. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Haithu yumkinu li ba'd al-arqami, kiasi ambacho inawezekana kwa baadhi ya namba, an tartabita bi amradin muayyana, inawezekana kukawa na mahusiano na kushikamana wazi wazi kabisa na namba maalum kabisa. Yani baadhi ya maradhi yanashikamana na nini? Na namba. Ili uwe na malaria lazima kuwe na wadudu walosababisha nini? Malaria. Hao wadudu lazima wawe na idadi, ambao wakifika idadi hiyo ndio mwili wako unaanza kupoteza mwelekeo. Ndio mambo jinsi yanavyokuwa katika hali za namna hii. Sasa watu hawa wakasoma ilmu yetu, baada ya kuisoma ilmu yetu wakaivuna, wakatengeneza vyombo. Sasa wanaita nini? Teknolojia. Wakati vinaitwa vyombo hivyo teknolojia, na wewe haraka haraka unakwenda kule kutibiwa na hiyo teknolojia iliyotokana na kile ambacho wewe unakiita nini? Uchawi. Wallahi ni hatari sana. Kuna majitu yamelala, tuyaombee dua tu Mwenyezi Mungu ayaondoshe katika usingizi huo yalipolala katika hali hizo. Uchawi shekhe au hivi hata siku hii. Uchawi unatokana na vitu vichafu vichafu. Uchawi unatokana na vitu vya batili. Uchawi unatokana na vitu vya kishenzi. Ndio uchawi unavyokuwa. Uchawi hau hivi hata siku moja mzee. Eti uchawi utokana na Qur'an. Jina la Mungu ndio uchawi wenyewe. Qur'ani ndio uchawi. Yani siku hizi eti imekuwa Qur'ani ndio uchawi, majina ya Mwenyezi Mungu ni uchawi. Maadamu tu yanafundishwa na yule ambaye wewe humtaki. Ndio mmoja akasema aqbilil haqqa wa in kana min aduwin baghidin. Anasema ikubali haki, hata kama haki hiyo inatoka kwa mtu ambaye wewe ni adui yako na unayemchukia, lakini maadamu anachosema ni haki, ipokee na uichukue hiyo haki. Si ndio wanavioni wanasema hivyo? Wabghidil batila, na uichukie nini? Batili. Batili yenyewe hata kama inatoka kwa mpenzi wako, kipenzi chako na aliye karibu na wewe, chukia hiyo batili. Wewe unapandikizwa kwamba ule ni uchawi, wakati kibinafsi ukikaa ukatafakari vizuri unaona kabisa kwamba hakuna uchawi hapa. Taaluma tu. Eti kwa sababu tu kuna mtu hapa Yusuf Diwani wewe humpendi, unamchukia, basi hata haki anayoizungumza kwako wewe ni batili tu. Hata akisema aya, hiyo aya haifai tu, ni uchawi. Hata akisema majina ya Mungu ni ushirikina tu. Basi wewe ni mtu wa namna gani katika hali hiyo?
kubali haki hata kama inatoka kwa adui unayemchukia. Lakini kadhalika kataa batili hata kama inatoka kwa mpenzi unayempenda na aliyo karibu yako. Sasa hivi hawana hiyo. Hawana hiyo Sheikh. Sasa hivi wewe kwa sababu tu anakuchukia basi yani kila unachokifanya wewe anakutia tusi tu. Yani, tena cha ajabu sasa. Aiwa. Tena cha ajabu ambacho unaweza ukashangaa Sheikh. Unaweza kushangaa hivi, yani ukiweka klipu yako hata sekunde 2 haijafika hajasikiza kashatukana. Sasa unashangaa hivi huyu kasikiliza saa ngapi hichi kilichosemwa? Sekunde 2. Klipu ina dakika 30 40. Sekunde 2 kaisha tia tusi. Unashangaa huyu mtu na gani hawa watu hawa? Sasa hizi ni chuki inshallah. Kwa hiyo tunakwenda tunasema yumkinu li ba'd al-arqam, inawezekana katika baadhi ya namba antartabita bi amradin muayyana, kuambatana na namba maalum kabisa, au waswasin, au inawezekana baadhi ya namba zikakutengenezea nini? Wasiwasi. We mzee, si ndio hivyo ilivyo? Naam. Ndio. Wewe mwanadamu kwa dakika moja mapigo yako ya moyo yanapiga mara ngapi? Yanapiga mara ngapi? Mara 72. Si ndio sawa? Yanapiga mara ngapi? 72. Katika hali ya kawaida, hapo hujafanya mazoezi au hujakimbia. Ukikimbia atapanda zaidi kutokana na haja na yani na ile haja ya mwili unavyohitajia. Katika hali hizo tunakwenda sawa? Naam. Kwa hiyo namba huwezi kuiepuka katika maisha ya mwanadamu. Namba ndio mpango mzima na Mwenyezi Mungu ameweka hivyo kwa utaratibu maalum kabisa. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha. Kwa hiyo lazima au waswasin au kadhalika mtu kuwa na wasiwasi vinaambatana na namba maalum kabisa. Na hapo Sheikh, katika kuendelea katika swala wasiwasi wa namba ni swala ambalo unaweza tu kaliona katika hali ya kawaida. Unaweza kwenda hospitali ukasikia majibu uliopewa ya idadi ya ukubwa wa yale matatizo lako. Pale pale unaingia na hofu na wasiwasi. Na mapigo ya moyo hapo hapo yanabadilika. Nimesikia huku kweli? Naam. Maana yake tayari wasiwasi unakwenda sasa. Taib. Bainama tahmilu ukhra, bainamapo namba zingine zinabeba nini? Taqatan shifain. Kwa maana inabeba taqata shifain, inabeba energy ya ponyo. Zipo namba zinabeba energy ya maradhi na zipo namba zinabeba energy ya kupona. Yani kwa maana kuponesha maradhi ambayo ulikuwa nayo. Yani ilmu ni kubwa sana. Madaktari wanaifuatilia kwa ufasaha sana katika darasa zetu. Sahihi. Haya, yatimu istikhraju raqmi at-taqi, inatimia kutoa, yani kupata zile namba zenye asili ya energy au msisimko au nishati lilismi kupitia katika jina la mgonjwa. Wewe ambaye unayeumwa, jina lako linaweza likatoa namba za energy. Namba za energy au nishati. Nishati ambayo inawezekana ikawa ni positive au negative. Jina lako lina uwezo wa kutoa nishati hiyo. Tena abra jami arqami hurufihi. Haya yanapatikanaje? Ni pale ambapo unapokusanya namba zilizotokana na herufi za jina la mgonjwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wewe ndugu yangu unayetufuatilia, ikiwa unaye mgonjwa, basi kadhalika hapa tunakupa taaluma ya namna ya kupatikana kwa namba zinazopatikana katika herufi la jina la mgonjwa, ambazo hizi namba ndizo ndani yake zitakwambia kuna taqatun ijabia au taqatun salbia, kwa maana kuna positive au negative katika nishati au mifumo ya kiumeme iliyo katika namba ya mgonjwa wako. Na nini unaweza ukafanya ili kuweza kumtibia biidhnillah kupitia kitabu kitukufu cha Qur'ani? Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Tena la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Simuha ala 9, na utaigawanya ile hisabu inayopatikana kwa ngapi? Kwa 9. Sawa? Waraqmu albaqi huwa arraqmu at-taqi lishakhsi. Lakini kadhalika na namba iliyobaki, we mzee, hiyo ndio inakuwa namba ya energy ya mtu au huyo mgonjwa ambaye yupo kitandani au anatembea na ugonjwa wake, hali anasumbuka hapa na pale. Hapa sasa jina lake
kisha ikapatikana herufi za jina lake zikabadilishwa kutoka kuwa herufi zikaenda kuwa namba. Kisha baada ya hapo zile namba zikagawanywa kwa 9, itakayobaki hiyo ndiyo energy ya huyo mgonjwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Panahitaji maarifa, panahitaji ujuzi ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Wasanatan, lakini kadhalika uchukue na mwaka wake wa kuzaliwa. Kazaliwa mwaka gani? Wa tarikhul milad, na tarehe ile ya kuzaliwa na mwezi wake. Wal yawmi alladhi anta fihi, na tarehe ya mwaka ambao upo nao. Yeye alizaliwa miaka kadhaa iliyopita, lakini leo ni mwaka 2006, ndio anaumwa leo. Sasa pia inatakiwa ichukuliwe mwaka na tarehe ya kuzaliwa ya huu mwaka ambayo ndani yake yeye anaumwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni chemistry ya namba katika kuponya maradhi. We mzee, semeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Watuqassimu almajmu'a ila 9, lakini kila sehemu katika hizo sehemu tulizozitaja utagawanya kwa ngapi? Kwa 9. Manake jina litagawanywa kwa 9, mwaka na pamoja na tarehe ya kuzaliwa na mwezi wake vitagawanywa kwa 9. Lakini siku ambayo wewe upo ndani ya siku hiyo katika mwaka uliopo wa maradhi ya mtu huyo utagawanya kwa 9. Alafu kisha baada ya hapo sasa tutakwenda kuipata energy maalum kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili tukuonyeshe namna gani unaweza ukamtibu mgonjwa wako hasba al-arqam, kupitia namba hasa katika taqatur raqmiyya, kwa maana energy za kinamba. Tusemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, tena la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mathal, mfano tunasema anayeumwa anaitwa Ahmad, sawa? Alifu ni namba 1, he ni namba 8, mim ni namba 40, na dali ni namba 4. Tusemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, tena la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hisabu inakuja namba 52. 50 na ngapi? Na 2. Huyu ni mgonjwa wetu, sasa tunataka tumtibu au tunataka tujue katika mwaka huu kwa nini amepata maradhi. Ni energy tu zinakwambia, hakuna hapa ushirikina wala hakuna uchawi wala hakuna ramli, asikudanganye mtu. Vipimo vya kawaida na kadhalika ni namba za kawaida na ni mambo yapo kabisa. Ilmu ya kawaida, madaktari wanaelewa kwa ufasaha kabisa haya ambayo tunayoyasema. Hata ukipimwa ili kujulikana una homa, unapimwa vipimo vya joto, unaambiwa nyuzi joto ni ngapi? Kipande kwa 39. 39. Kwa hiyo lazima upate homa. Unaona mambo. Kwa hiyo kinachopimwa pale ni nini? Ni namba tu ndo zinazopima, zinakuambia hii homa. Hakuna kitu kingine mzee. Hakuna jini wala shetani anakwenda kumwambia daktari, jamani hii homa. Ni namba tu zinamwambia kwa hapa 39, hii ni homa. Tena homa yenyewe hii sio nzuri. Ikifika 40 huyu mtu ataanza kuwa ana vibrate. Ni hatari. Tusemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Haya, sasa huyu ambaye ni 52 ambaye ni nani? Ni Ahmad. Tunaigawanya kwa ngapi? Kwa 9. Kwa ngapi? Kwa 9. Tukiigawanya kwa 9 tunapata 5 na inabaki 7. Tunakwenda sawa? Hii 7 hii ndio taqa, ndio energy ya mzee Ahmadi. Tunakwenda sawa? Lakini tarikhul milad, tarehe ya kufanyaje? Ya kuzaliwa. Amezaliwa mwaka 1980 ngapi? 82. Mwezi wa ngapi? Wa 4. Tarehe 10 na ngapi? 14. Jumlisha hizo zote sawa sawa na 2000 tunapata. Tunaelewana vizuri? Naam. 2000 tunaigawanya kwa ngapi? Kwa 9. Ni sawa sawa na 222. Na inabaki ngapi? Zinabaki ngapi? 2. Sawa, tunachukua hii namba, hii ndio energy ya mwaka aliozaliwa wewe mzee Ahmad. Tusemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Naanza kunielewa sasa Naam. Taib. Lakini aliyom, siku ambayo tunafanya hili jambo ni Arbaa, siku ya Jumanne. Mwaka huu wa mwisho utafanya we mwenyewe. Mimi nakwenda haraka kwa sababu hii ni taaluma. Mwaka Arbaa tunafanya siku ya Jumaa ngapi? Jumatano, ambayo ni leo hii, sawa? Jumatano hii ambayo ni sawa sawa na 274. Gawanya kwa 9. Sawa sawa na ngapi? 30 baki 4. Inabaki ngapi? 4. Sawa, hii majmuu taqa. Tukikusanya saizi taqa ya mwaka yani wa Ahmad ambaye ni mgonjwa wetu
tukakusanya energy ya mwaka na tarehe yake ya kuzaliwa, tukakusanya na energy ya siku. Jumla tunapata 427. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Hii 427 hizi ndio zinaitwa nini? Ataqatu. Hizi ndio taka, energy yenyewe ya huyu mgonjwa wetu katika wakati tuliokuwa naye. Naelewa vizuri hapo? Naam. Sasa huyu energy, hebu itazame vizuri hii namba mzee Hussein. Naam. Hii ni nini? Hiyo ni salbun. Hii ni nini? Ijab. Ni salbun. Alafu hii ni nini? Ijab. Kwa hiyo tuna salbun, tuna ijab. Kwa hiyo mtu lazima aumwe tu. Sahihi. Kwa hiyo yote lazima aumwe tu. Lazima Sumeona kuna salbu afu ijabu. Kuumwa lazima. Alafu atakuwa na vipindi vya kanafuu kidogo, alafu anarudi tena. Ana nafuu kidogo, anarudi. Yaani anakuwa hivyo. Mara nyingi inatokea hali ya namna hii. Hakuna jini hapa anayetoa taarifa, wala hakuna uchawi wala ushirikina. Ni namba za kawaida. Madaktari wananielewa vizuri zaidi na wananipigia simu kila kukicha. Wanasema mashaallah shekhe, safi sana. Semeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Tena la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa huyu mtu ambaye yupo hivi, tumeona taka yake hii na yeye ni mgonjwa, tunataka kumsaidia. Yule mzee Ahmadi anajua tulivyokwenda kumsaidia yule mtu pale katika ardhi ya Dodoma, akiwa na maradhi mazito kwa muda mrefu. Lakini kilichofanya ni nini? Ni taka, energy za namba tu. Mambo yakaenda sawa, alhamdulillah. Sasa anaendelea na kazi zake vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunataka tuibomoe hii taka, tuipasue. Sahihi. Sawa? Kwa maana hii energy ambayo tunaona kabisa ni salbun ambayo ina madhara. Tunataka tuipasue kwa kutumia majina ya Mwenyezi Mungu. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Hakuna uchawi hapo. Majina ya Mwenyezi Mungu hayawezi kuwa uchawi hata siku hii. Wala maneno ya Mwenyezi Mungu hayawezi kuwa uchawi hata siku moja. Sikudanganyeni mtu kwamba ule ni uchawi. Uchawi unakwenda katika majina ya Mwenyezi Mungu. Wewe uliona wapi? Uchawi unafanywa kwa vitu vichafu, tena vya batili, vitu vya hovyo, uchafu. Yani sijui niseme vitu gani. Ndio uchawi unafanywa kwa vitu vya namna hiyo. Uchawi ufanywe hivi mzee. Asikudanganye mtu. Tunakwenda sawa? Naam. Haya. Sasa hebu tazama, nataka hapa na nimeweka majina ya Mwenyezi Mungu mawili ili nikuonyeshe kitu. Jina la kwanza Al-Qayyum na jina la pili Al-Qadir. Tunakwenda sawa? Naam. Haya si majina ya Mwenyezi Mungu? Naam. Unaweza kuwa uchawi hapa? Hapana. Haiwezekani. Tunaposema Al-Qayyum, hili jina limebeba namba 156. Tunakwenda sawa? Naam. 156 tunataka tumtibu huyu ndugu yetu ambaye yeye ni nani? Ni mgonjwa. Na Mwenyezi Mungu anatuambia ana majina mazuri. Tumuombe kwa kupitia majina hayo. Hivi nyewe mnafikiri kwamba kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kupitia majina ni ukatu? Ar-Rahmani jalla jalal, Ar-Rahim jalla jalal, we unaelewa hilo jina unalolisoma hapo lina energy gani? Vitu vifanyike kwa ujuzi. Inna Allaha huwa al-alimu wa yuhibbu al-ulama. Mwenyezi Mungu ni mjuzi na anapenda wanaofanya vitu kwa kujua. Sijifanyie tu. Kwa sababu gani tumeambiwa Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, muombeni. Hakusema myasome, kasema muombeni. Kwa sasa nini maana ya kuomba? Kuna kuomba na kusoma, unajue. Ar-Rahman jalla jalla, huku ni kusoma. Kuomba unaelewa? Sasa watu wengi wanasoma majina ya Mungu hawaombi. Ndo njia na wapeni sasa hivi. Haya, Al-Qayyum tumesema ni 156. Tunachokifanya tunamchukua bwana Ahmad energy yake. Sawa? Tunaiweka hapa chini ya namba 150 ngapi? Tunajumlisha 6 jumlisha 7 13, si ndio? Tunaandika 3. 5 jumlisha 2 7 na ile 1 8. Tunaweka hapa 8. 1 jumlisha 4 5. Inakuwa ngapi? 5. Tunaweka hapa 5. Hapa nimekosea. Sawa? Hii inawekwa hapa ngapi? 5. Tunaelewana vizuri? Sasa hii 5 ambayo inayokuja hapa inakuwa ni nini? Tunapata salbun, ijab. Yani tunapata ijab, salbun, ijab. Tunaelewana vizuri? Huyu sasa mzee Ahmadi huyu tutamsaidia, atapona, lakini itakuwa ina uzito. Kwa kutumia jina la Al-Qayyum atapona,
lakini atachelewa sana kupona. Elewana vizuri? Kwa nini? Kwa sababu kuna ijab, salbun, alafu kuna ijab. Kwa tukisema tutumia al-Qayyum atapona, lakini itachukua muda mrefu, kwa sababu wakati huo anataka ana energy ambayo ni salbun, ambayo kazi yake ni kutibua. Alafu ana energy ambayo ni ijab, kazi yake ni kufanyaje? Ni kutengeneza. Tunaelewana vizuri? Sasa tunakwenda jina Al-Qadir linasemaje? Al-Qadir ni namba 300 na ngapi? Na 6. Tunajumlisha 6 jumlisha 7 tunapata ngapi? 13. Ile moja kwa maana jumlisha na hii 2 tunapata ngapi? 3. 3 na 4 tunapata ngapi? 7. 7 ni nini? 7 ijab. 3 ni nini? Ijab. 3 ni nini? Ijab. Kwa hiyo Al-Qadir ni jina linakuja kuvunja ile nini? Ile salbiyat zilizo katika jina la huyu mzee Ahmad. Kwa hiyo tukitaka kumtibu kwa jina la Allah, huyu inabidi tumtibu kwa jina la nani? Al-Qadir. Hii Al-Qadir natakiwa liandikwe mara 730 ngapi? 3. Liandikwe kwa zaafarani na maji ya wardi. Lakini kadhalika inatakiwa ifutwe na atumie maji ya uvuguvugu mzee. Ndio. Sasa maji ya uvuguvugu tumeyapata wapi na kwa utaratibu gani? Somo linalokuja. Hizi ndo taaluma namna zilivyo. Kwa hiyo watu unajua mtu anakaa anasoma Taib al-Asma. Si vibaya. Lakini tunasoma kwa ujuzi gani? Tunamwandikia mtu kombe, naandika majina ya Allah. Mwanzo mpaka mwisho. Kwa taaluma ipi imekwambia uandike hayo? Au unaandika Ayatul Kursi kwa namba ya nani imekwambia uandike hilo? Inawezekana huyo anamwandikia Ayatul Kursi ndio namba yake ya salbi ambayo ya kumaliza kazi. Ndio ukimpa akinywa tu hiyo kombe anakufa. Inaonekana umeua mtu. Kwa hiyo mambo yanatakiwa yafanywe kwa taaluma. Kwa hiyo Al-Qadir kwa huyu mzee Ahmad ambaye kazaliwa 1981 tarehe 4 mwezi wa tarehe 14 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4. Wa 4, lakini hisabu zake zikaenda hivi, ikawa ni siku ya Jumatano, ndio tunaweza tukamtibu kwa utaratibu huu. Kwa hiyo sio kila mtu anatibiwa hivi. Huu ni mfano tumekuwekea ili ujaribu kupita katika mifano hii. Tunakwenda sawa? Naam. Tunafahamiana? Si mambo yanaeleweka vizuri hapa? Kuna uchawi hapa? Kuna ushirikina hapa? Ukimwona mtu anakuambia huu ni uchawi au huu ni ushirikina, mrehemu, kaisha ajifia fakabbir alaihi 4 liwafatihi. Nimpigieni takbira 4 kwa sababu kaisha fanyaje? Shakufa huyo. Wewe chukua tu ilmu mzee. Chukua ilmu. Na kuchukua ilmu sio vibaya. Na wala kuchukua ilmu sio vibaya. Chukua tu ilmu pale ambapo wewe ilmu hiyo huna. Chukua, tutie kasoro. Haya. Tunakuja sasa. Alaqatul arqami bi asma'illahi alhusna. Mahusiano ya namba na majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa shifai fi ba'dhi madaris alilaji. Na kuwa na ponyo katika majina matukufu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fi ba'dhi madaris alilaji, katika baadhi ya vyuo vinavyofundisha taaluma ya masala ya kitiba bitaqa, tena tiba yenyewe inayokwenda sambamba na energy pamoja na nishati. Yatimu rabtul asma'il husna bi arqamin muayyana. Lazima kuwe na mahusiano ya majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala na namba ya energy ya mgonjwa. Lazima kuwe na mahusiano, ndio utapata kitu kilichokuwa sawa sawa. Mimi amenifurahisha mmoja katika ndugu zangu, anasema wallahi shekhe, hizi darasa jinsi ninavyozitazama zinanifanya nijue sasa kwa nini watu wengi wanafanya majambo na hayawi. Wengi taaluma hizi zinawapita pembeni au wanazo lakini hawazifanyi kutokana na ugumu wake. Anaamua tu kaja mgonjwa pale anamwambia kaa hapa, haya tusome Wasilatu Shafi. Anakaa pale anamsomea Wasilatu Shafi. Ikiwa amesibu kama amepita katika Wasilatu Shafi kapatia, basi wewe mgonjwa atapona. Lakini kama anapita katika Wasilatu Shafi hakupatia, ndio kila siku wewe mgonjwa anamwambia bado bwana sijaona lolote bwana, sijabadilikiwa bwana, mambo bado na mfano wa hayo. Wakati mwingine ima uvivu wa kupita katika elimu hizi au kutozijua kabisa elimu hizi au kufanya uzembe, kuona acha tu nifanye uvivu yani katika hilo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanakwenda sambamba na zile energy, sawa? Naam. Binaan ala hisabi aljumal, na haya tafahamika kupitia katika hisabu za jumal. Sasa lazima vile vile ujue kama darasa zilizopita yani ujue katika maradhi ya huyu mtu je, ni maradhi ambayo yanahitaji jumali gani? Saghir yani yanahitaji masafa mafupi
au inahitaji taka energy ya masafa marefu? Lazima uwe unajua, na nitakuwekea hapa maradhi gani yanahitaji energy ya masafa marefu na maradhi gani yanahitaji energy ya masafa mafupi, ili utapopita katika zile njia za matibabu upite njia zilizokuwa sahihi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nakwenda sawa? Naam. Hii tunaita taqatul huruf, kwa maana energy ya herufi. Idha kanat natijatu hisabi al-ismi, inapokuja natija ya hisabu la jina, tuawalu ila raqmin muayyan, hutafsiriwa katika namba maalum kabisa. Kwa hali hiyo yunsahu bitakrari asma'il husna, kwa hali hiyo sasa unanasihiwa bitakrari asma'i husna, katika kuyarejea majina matukufu ya Allah yale yanayokwenda sambamba na energy ya mtu huyo au mgonjwa huyo, dhati silati taqiya, yenye mahusiano ya kieneji. Sawa? Bidhabdhabatin hadha raqmi, yani iende sambamba kutokana na ile mitikisiko ya namba ya energy husika. Najisomea tu majina ya Mwenyezi Mungu. Yasomwe kwa taaluma, yasomwe kwa maarifa. Tunakwenda sawa? Litaazizi shifa, kwa ajili ya kuleta nini? Ponyo. Watawazuni nafsi, na kwa ajili ya kutengeneza mipango iende safi. Taib. Lazima ujue unataka mipango yako iende vizuri, unafanyaje? Lazima sasa upite katika ilmu hizi. Ukipita katika ilmu hizi, wallahi unaweza ukaona maajab na muujiza wa ilmu hizi. Mimi nakuomba ndugu yangu ambaye wewe unatufuatilia, fanya utaratibu huu. Mimi naamini utatupigia simu, utasema alhamdulillah shekhe, mimi nimepita katika zile njia, nimefika pale nilipokuwa napatarajia, tena bi asra'il waqt, kwa wakati wa haraka zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hizi ni ilmu zinahitaji watu tuzisome kwa ufasaha na usahihi na usanifu wa hali ya juu kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mashekhe zetu waliandika haya kwa ufundi, yani wameandika kimafumbo, kwa sababu walisema sisi tuna ilmu, lakini watakaokuja huko mbele watadai wana ilmu zaidi. Sio watakuwa, watadai. Unaelewa maana ya kudai? Kudai ni pale mtu anapoona kwamba, anapojihisi yeye ana ilmu, kumbe uhalisia wa mambo hauko hivyo. Ndio maana ya madai. Kudai ilmu, unadai kisichokuwepo, ndio maana yake. Watadai wana ilmu. Kwa kuwa hawa wanaokuja huko mbele watadai wana ilmu, sasa sisi kama mabingwa na mafundi tunachokifanya, hatutoi ilmu yenyewe, bali tunaweka alama za ilmu yenyewe. Ndicho alichokifanya mabwana wakubwa kina Imamu al-Ghazali, kina al-Imamu Suyuti, kina Ahmad al-Buni, mpaka hawa wa karibuni kina Tukhi al-Falaki na wengineo wengi, kina Dairabi. Hii miamba hii ilichofanya ikafanyaje? Ikasema tutaweka nini? Alama za ilmu. Hizi alama watakuja kuzifungua hizi kodi ni wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amewapa maarifa, au wale ambao wana silsila kutoka kwa watu wenye taaluma hizi, ndio watakuja kufunguliwa zile alama. Kwa vitabu vingi vikaandikwa kwa nini? Kwa alama. Yakawekwa majedwali pale, mtu akitazama ile jedwali, changu. Kumbe masiri imeandikwa alama ambayo ndani yake inatakiwa lifungue lile fumbo ili liweze kuingia mle ndani likachukua ile ilmu. Lenye linaangalia lile jedwali. Wakati mwingine walipokuwa wale watu mafundi wanakuandika sasa alama kabisa ya mtu, picha kama ya mtu kabisa, alafu ana michoro mingine ukitazama sasa haina maana. Wewe ndio hujui mzee. Sasa mtu akitazama huyu jini mjini. Tena wakati mwingine anaweza kuandika sasa afritu minal jini. Wewe akili yako inakutuma ni afriti kweli yule. Kumbe maskini ule ni nini? Ni mchoro, ni alama umewekewa. Kuna maarifa pale. Wewe unasema ni afriti. Afriti anaweza kuwa yule kweli. Afriti pale kachoro eti ule afriti. Kakaa kwenye kitabu tupate afriti mwenyewe. Kakaa kwenye kitabu ndio afriti mwenyewe yule. Eti wanamtumaga huyu. Ushaona wapi simba akuchora akatumwa? Tuseme tu kweli, simba kachorwa sehemu fulani, alafu anatumwa, anaondoka, anakwenda, anafanya narudi. Inawezekana? Hapana. Ile ni michoro ndugu zangu. Kwa hiyo ukiona sehemu pameandikwa afritu minal jin,
akili yako isikutume kwamba ndo afriti yule. Watu wana maarifa, wanajua tunafichaje taaluma hizi ili hao watakaojifanya wana elimu kubwa wabakie kuona mangamngamu. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaona, tuna macho, tunaona na tunajua zile alama na tunajua kodi ya kuzifungua zile alama ili kuingia kule palipowekwa elimu yenyewe. Elimu haiko pale kwenye ile michoro mzee. Haipo. Ile michoro ni alama tu inakwambia bana hapa ipo ndani, ukiingia huko ndani ndio utaikuta hiyo elimu yenyewe. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Mwisho kabisa niseme ya Rabbi na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu. Ya Allah, tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu. Ya Rabbi, tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu, kwa kuwa wao ndo chachu ya sisi kuyajua haya, kwa huruma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa kipindi chetu, mwanafunzi mwenzangu, mimi nikwambie tu kwamba vipindi hivi vina ladha sana. Ukijaribu kuifuatilia unaweza ukabaini kwamba kwa taaluma kubwa mno ipo ndani ya darasa hili. Hivyo mimi nikwambie tu kwa yule ambaye ana mgonjwa ambaye amesumbuka na maradhi kwa muda mrefu sana na umeshafanya jitihada, kila matibabu ya kila namna yameshindikana, basi fursa na mlango wa kumrejesha afya ya mwanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala upo, isipokuwa tu taaluma zile kufikia kufungua ile kodi iliyofichwa kwenye maradhi hayo ndio watu hawaja ipata. Lakini kodi ikipatikana, basi mgonjwa huyo anaweza kufanywa mara moja na akawa na kuna watu wanasema kwani wewe ndio uliomroga huyo mtu, mbona maradhi yake muda mrefu sana amesumbuka nayo, wewe muda mfupi tu mtu kapona? Ni taaluma jamani, zinatumika hizo, zinaweza kubadilisha kile ambacho wewe unahisi kwamba kwa ni kigumu kiwezekani. Taaluma ina uwezo wa kupenya si ambapo kwako wewe unahisi ni ngumu kiasi gani, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mimi nikwambie ndugu yangu, hii ni taaluma ambayo unaweza ukafanya wewe mwenyewe hapo ulipo, ukiwa na mgonjwa wako ukamfanyia kwa taratibu ile kwa bora na ukaweza kumtibia kwa ufasaha wa hali ya juu sana. La si hivyo kasema bwana mimi nataka nifanyiwe na mwalimu mwenyewe akiwa jopo lake, inawezekana. Lakini kanuni iko vile vile kwamba ukimshughulisha mtu wakati jambo lako ajili jambo lako wewe, hautakwepa kugharamia thamani, na thamani inayokusudiwa hapo sio unayotaka wewe, ni ile jambo linavyohitaji kufanyika katika taratibu huo. Na si kila mtu atatakiwa tu kufanyika tu jina kama jina tu peke yake, kuna mambo mengine huenda yakahitajika ndani yake kutokana na ile taaluma inavyosema. Kwa hivyo unatakiwa wewe ni kufuata tu taratibu ndio uweza kuelekezwa ili kuweza kumnusuru na kumkwamua mgonjwa wako ambaye anateseka na maradhi kwa muda mrefu sana. Naamini kabisa maradhi bado tunayo nafasi ya kurejesha afya za watu kupitia taaluma, kupitia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kheri nyingi zinaweza kupatikana biidhnillah. Kumbuka kwamba na kuna wakati maradhi anataka mgonjwa afike daktari alipo. Sasa tutakwenda kuangalia darasa linalofuata, kuangalia masafa marefu na masafa mafupi, namna gani yanaweza kutumika ili kuweza kumtibia mgonjwa wetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka ofisini kwetu ni Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea Jeshini. Tunapatikana kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Hivyo mimi nikwambie taaluma hizi unazipata hapa kwetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kheri nyingi zitapatikana. Mwanafunzi mwenzangu, chukua taaluma hii ikufae kwa huruma tukufu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.